huu tutakwenda moja kwa moja kwenye neno letu la siku hii ya leo. Neno ambalo Mungu alinipa kwa ajili ya maharusi hao, lakini kwa ajili ya harusi hii pia. Tumshukuru Mungu kabla hatujasoma neno. Asante Roho Mtakatifu kwa sababu wewe ni mwema na kwa sababu wewe ni mwaminifu na wa haki. Ninakutukuza kwa jinsi ambavyo Mungu umetujalia siku hii ya leo kukutanika mahali hapa, watu kutoka sehemu mbalimbali. Bwana, umewasafirisha salama, waliotoka Moshi, waliotoka Shinyanga, waliotoka Tabora, waliotoka hapa katika jiji letu la Arusha, na sote tukakusanyika kwa ajili ya vijana hawa. Naomba sasa Roho Mtakatifu utuhudumie sawa sawa na jinsi ulivyopanga. Naondoa mawazo yangu, naondoa hekima yangu. Naomba Bwana ushike nafasi, uweze kuweka msingi wa ndoa hii kupitia neno lako la uzima. Ninakutukuza na kukabidhi yote mikononi mwako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la leo ambalo Roho Mtakatifu alinipa kwa ajili ya vijana hawa, nililipa kichwa kinachosema tosheka na mwenzi wako wa maisha. Tosheka na mwenzi wako wa maisha. Tosheka na mwenzi wako wa maisha. Hicho ndio kitu ambacho nataka nikiangazie mchana huu wa leo, kabla vijana hawa hawajaunganishwa. Na neno litakalo tuongoza au mistari utakaosimamia kwenye somo hili ni kutoka katika kitabu cha Mithali, ile sura ya 5 mstari wa 15 mpaka wa 19. Mithali ile sura ya 5 mstari wa 15 mpaka wa 19. Neno la Mungu linasema, unywe maji yako, unywe maji ya birika lako mwenyewe. Hebu mwambie jirani yako, unywe maji ya birika lako mwenyewe. Na maji yenye kububujika katika kisima chako. Je, chemichemi zako zitawanyike mbali na mito ya maji katika njia kuu? Yawe yako mwenyewe peke yako, wala si ya wageni pamoja nawe. Chemichemi yako ibarikiwe, nawe umfurahie mke wa ujana wako. Ni ayala apendezaye na paa apendezaye, maziwa yake ya kutoshe siku zote, na kwa upendo wake ushangilie daima. Ni ayala apendaye, ni paa apendezaye, maziwa yake ya kutoshe siku zote, na kwa upendo wake ushangilie daima. Unaionaje wewe lishe? Imekaa mahali pake, si ndio? Unywe maji ya birika lako mwenyewe, na maji yenye kububujika katika kisima chako. Alafu anasema maziwa yake ya kutoshe siku zote, na kwa upendo wake ushangilie daima. Wakati natafakari neno hili au topic hii ya kutosheka na mwenzi wako, maneno makubwa ya utangulizi ambayo Roho Mtakatifu alinipa yanasema hivi: vijana wetu walio wengi hivi sasa hawaridhiki kabisa. Vijana wetu walio wengi, siongelee Elisha, walio wengi general hawaridhiki kabisa
macho yao yako juu tu, kufukunyua vitu mbalimbali kutoka huko kwenye mitandao. Hiyo ndio hali tulionayo. Vijana wetu hawajatulia, wako macho juu, wanafukunyua vitu huko kwenye mtandao. Hawajafika mahali pa kuridhika na kisima cha birika lao wenyewe, wanafukunyua huko. Na wengi wanadhani kwa kufukunyua huko watakuwa wataalamu na itawasaidia kutengeneza ndoa bora yenye furaha na utoshelevu wa mahitaji yao. Lakini badala yake tunakiona watu wengi wanajikuta wameingia kwenye mitego, kwa sababu kadri unavyofukunyua ni kama unauza nafsi yako kwa vile unavyoviangalia. Kwa hiyo wengi wanajikuta wamekuwa mateka. Sasa hivi tunapoongelea ndoa za watu wengi hazipo, wametekwa. Yuko na mke wake, lakini mke wake jicho lake ni kama mtu aliyemwangalia kwenye mtandao. Ametekwa na adui, ameweka mitego. Kuna roho kamili ambayo inatenda kazi. Mtu anapoingia, na ndio maana unaona ndoa za wazazi wetu, wazee wetu wanaishi kwa amani na kuwa na mitandao hii, kwa sababu nafsi zao ziko kwa wake zao, ziko kwa wenza wao. Lakini vijana kwa kutaka utaalamu uliopitiliza, utaalamu mwingine ambao haupo, maana watu wanaofanya kule wengine wamekuwa animated, yani wametengenezwa sio binadamu wa kawaida. Wengine ni wavutabani, wengine ni malaya wa kujiuza. Alafu nataka na wewe uwe na mke wa namna hiyo. Hao sio wa kuolewa, wale ni bidhaa za dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka nikuambie Elisha, ili uweze kuwa salama, rizika na birika lako mwenyewe. Ninaongelea mapenzi tu, lakini ni neno ambalo limejaa hekima, limejaa maonyo, limejaa nguvu ambayo itakusaidia ndoa yako kuwa salama. Maana huu ndio msingi wako wa ndoa. Msingi wa ndoa, mtengeneze mke wako, mtengeneze mume wako, ili muwe na maisha. Usibebebebe vitu vya kwenye mtandao, vitu vya kwenye tamthilia, vitakuharibia. Kila ndoa iko unique, kila ndoa iko tofauti. Ndoa yangu mimi ukiiga hutaweza kuifikia, kwa sababu hujui tulichokipitia mimi na mke wangu. Jana nilikuwa nakwambia wewe, unavyotuona hivi sivyo tulivyoanza. Kuna mchakato. Nitakulizana kabisa, si ndio jamaa? Unalia mimi sitaki. Yaani mpaka mzee na kuingia hiyo, basi unaona basi hebu ngoja nibadilishe uzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakumbuka wakati tumeoana, tulikuwa na tatizo moja ambao nilikuwa yaani kwa mfano mimi tunaongea kitu, sasa nikisikitika nafanya umeona sasa nikisema yeye anaitafsiri hii unanifyonza. Kumbe mimi nasikitika. Paka tumekuja kuelewana, ni mchakato. Ndio maisha yalivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana akusaidie Elisha
usiwe consume, usibebwe na vitu vya kwenye mtandao, usibebwe na vitu vya kwenye tamthilia, lakini mtengenezaji, mkubali kuingia kwenye shule ya ndoa. Maana ukishaingia kwenye ndoa unaanza kuondoa ubinafsi wako, maana kila mmoja ni mbinafsi. Toka Adam alipoasi, unaona wanagombana, anamtupia huyu na huyu anamtupia. Hamna mtu anayekubali kosa. Kwa tunapoingia kwenye ndoa ni lazima tuanze kuweka kando ubinafsi wetu, tukubaliane kutokubaliana kwetu, kwamba mimi nataka mashariki, mwenzangu anataka magharibi, basi tupite kwenye magharibi mashariki. Hayo ndiyo maisha ya ndoa. Maana yake kila mmoja achangie, aache vya kwake baadhi na huyo aache vya kwake baadhi, halafu tuishi hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huo ndio mchakato halisi. Wewe lazima uifanyie kazi. Lazima uifanyie kazi. Maana wenzetu wanapenda kwenda kwa hisia. Kwa hiyo ufanyie kazi. Waangalie hisia zake, usije ukaziharibu. Mfanye mwenzi wako kuwa rafiki wako wa kwanza. Asiwe ni mtu wa kufuata, awe wa kwanza. Napokuwa na mipango yenu asisikilizie kwa watu wengine, utakuwa unaharibu. Na hapo ndio utafika mahali utapata maziwa ya kutosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Na mchakato wa kwanza ambao unataka kuanza nao au unatakiwa kuanza nao ni ule ambao Yesu alisema katika Mathayo 19:5, lakini hata kwenye Agano la Kale lipo. Akasema kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Kwa kuna mchakato huo wa kuacha taratibu na desturi za nyumbani kwenu, mwanze kutengeneza za nyumba yenu. Ukileta ya nyumbani na yeye akaleta ya nyumbani, lazima mtagongana. Kwa hiyo huo ndio mchakato ambao lazima uupitie. Lazima uupitie. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ili uweze kuzileta hizi binafsi mbili zikae mahali pamoja, ni lazima zitimiziane mahitaji yake. Na mahitaji ya kwenye ndoa, mahitaji ya mwanamke ni tofauti kabisa na mahitaji ya mwanamume. Na mahitaji ya mwanamume ni tofauti kabisa na mahitaji ya mwanamke. Kwa hiyo usipolielewa hili utapata shida. Halisi la mwanamke katika ndoa sio mapenzi. Nataka nikutazamishe kabisa. Sio mapenzi. Hitaji halisi la mwanamke kwenye ndoa sio mapenzi. Hii kuingia akilini Elisha. Usifikiri wewe ukiwa shujaa kwenye eneo hilo ndio utamtuliza huyu dada. Si kweli. Na watu wengi wamedanganywa kwenye eneo hilo. Sio hilo. Yaani hata kama ungekuwa na mtaalamu kwa kiwango gani, lakini usipolijua hitaji lake halisi la kwanza la mwanamke, utakuwa unatwanga maji kwenye kinu. Hitaji halisi la kwanza la mwanamke ni kuhakikishiwa usalama wa mahitaji yake. Ni kuhakikishiwa usalama wa mahitaji yake. Mwanamke anapotafuta mume
hatafuti kwa ajili ya mtu, hatafuti mtu kwa ajili ya kumridhisha kimapenzi. Hiyo ondoa akilini. Mwanamke anataka apate usalama, apate kidume ambacho kikikohoa apate kelele, ambacho kikikohoa watu wanaomchezea wapigwe nje, kuhakikishiwa usalama. Hiki ndio kitu cha kwanza, usalama wa mahitaji yake. So haya ni mambo pacha, si ndio? Mwanamke asipohudumiwa anakuwa anajiuliza, hivi hapa nimeolewa au ndo nimeoa? Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo ndio mambo yanaanza kuzaliwa ya kukuibia kidogo kidogo, anajenga kwao. Na sahau kama mwanamke hujamhakikishia usalama wa mahitaji yake, sahau kumtoa nyumbani kwako. Biblia inaposema nao watamwacha, wataenda, wataacha baba na mama, sio hivi hivi. Ni kwa kufanya vitu. Unapofanya vitu, unafanya vitu, unatimiza vitu anavyovihitaji, huyu mtu ataanza kuhama taratibu. Utashangaa hata nyumbani kwao anakuwa mgeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo jambo la kwanza ndio hilo. Kwa mwendo wako anakujua kijana wangu sio mvivu, chakalika. Na mimi nimekulea hivyo. Unajua vijana wengine wamekuja hapa tunawapa msaada, lakini wewe nilijua wewe ni mwanangu, kwa hiyo misaada yote nilikuwa sikutangulizii. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana nataka uwe mtu responsible kwenye familia yako, na hata utumishi wako utapepea, utaenda mbali sana. Kwa hiyo ndio hitaji la kwanza la mwanamke, kumhakikishia usalama. Hiyo ndio namba moja. Usimwache hangaike, pambana kama mwanaume. Hiyo utakuwa umempata happiness. La pili, mwanamke anataka kupata mahali pa kujimwaga moyo wake, kuyamwaga mambo yake. Kwa lazima ujifunze kumpa sikio. Yaani hata kama hutaki kusikiliza, wewe jifanye kama unasikiliza. Kwa sababu kwake ile ni dawa, ile ni dawa. Akienda duniani huku akichakadika, akirushwa kazini kwake, bosi amemfanyia hivi, anataka ile siku yake asilale na huo mzigo ndani ya moyo wake. Anataka apate kifua, atakapojilaza amwage moyo wake. Kwa hiyo mpe sikio. Na kwa bahati mbaya zaidi wanawake wa nature wao wana akili zaidi ya kuchungulia mpaka ndani. Moyo wako kama haupo atajua tu, mbona naona kama haupo vile. Maana anajua, yeye anachungulia mpaka ndani ya moyo wako kinachoendelea. Wanao huo uwezo. Kwa lazima umpe sikio kweli kweli, umsikilize. Na unakuwa unampa vimaneno vya kumtuliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo ni hitaji lake la pili. Na naposema kwamba ana uwezo wa kujua yanayoendelea moyoni, ukitaka kulielewa hii, kasome habari za Delila na Samson. Ukisoma katika ule mstari wa Waamuzi sura ya 16 mstari wa 18, Biblia inasema hivi: Delila alipoona ya kuwa amemwambia yote yaliyokuwa moyoni mwake, akatuma mtu akawaita wakuu wa Wafilisti akisema, njoni huku mara hii tu, maana ameniambia yote aliyokuwa nayo moyoni mwake. Be authentic, si ndio? Na ndio maana ndoa nyingi zinalengalega, watu hawaelewi kwa nini nalengalega. Mtu anakuwa haamini kwamba huyu mtu ni mwongo tu, hajasema yote. Ndio maana Delila kila aliyomdanganya alijua amemdanganya,
alafu alikuwa anamtishia. Ukisoma ile story, si ndio? Alikuwa anamtishia. Haya, Wafilisti alipofungwa zile kamba za mkatale, akamwambia, haya Wafilisti wanakujia. Samson akajikakamua akazikata. Alikuwa anajua kwamba huyu anadanganya. Ndio maana kwa mara ya mwisho alipomwambia, bana, mimi nguvu zangu ziko wapi? Kichwani. Mtu akininyoa hizi shungi zangu hizi, sitakuwa na nguvu. Alipochungulia ndani ya moyo wake, akaona huyu mtu ameyasema yote, akatimiza lile ambalo anataka kulifanya. Kama unataka kutimiziwa, ndugu yangu, haja ya mahitaji yako, sema yote yaliyomo moyoni mwako. Aone kwamba huyu mtu hanidanganyi, utaupata moyo wake. Yale maziwa yatatoka. Wewe ni mtaalamu wa mifugo, si ndio? Ng'ombe wa maziwa si unajua, kama huwalishi vizuri, kama huwatunzi, maziwa yanatoka kidogo sana. Kwa hiyo hata kwa mwanamke ndivyo hivyo. Watu hawapata wa experience ile heaven on earth. Bado wanaishi kwenye si vema. Maana wake zao wako chonjo. Geuza hiyo. Ishi kivingine, alafu utaona mambo matamu ya ndoa jinsi yalivyo. Utakula chakula ambacho hujawahi kupikiwa na mama yako. Haleluya. La tatu, mwanamke anataka upendo wa kweli usioegemea kupata penzi lake tu. Usimfanye mkeo kama bidhaa. Wewe unamtafuta tu unapotaka haja za mwili wako. Mwanamke, hiyo kitu kinamuumbia uchungu moyoni. Atakuwa na hasira na wewe. Kwa lazima ujumlishe. Hiyo itakusaidia. Na hiyo ndiyo njia ambayo itakufanya wewe upate vitu ambavyo vitakufanya liwe riziko lako kwa kisima hiki ambacho tunakichimba leo. Bwana Yesu asifiwe sana. La nne, la mwisho, hitaji la mwisho la mwanamke, anatafuta leadership. Anatafuta kiongozi. Anatafuta mtu ambaye ni kichwa cha nyumba. Mwanamke ndio hitaji lake. Kichwa cha nyumba ambacho kinatoa ramani ya familia inapokwenda. Kama mwanaume ukikosa hilo, unamchanganya huyo, anachanganyikiwa. Anashindwa kuelewa kwamba huyu ni nani huyu naye alitoka. Ulishawahi kusikia wanandoa anamsimulia mke mwenzake, anamwambia, bwana, sijui hili nao lilitoka wapi? Hiyo inaonyesha kwamba maana yake huyu mtu haelewi, yaani hatoi ramani. Maana ni hitaji, ni biological hiyo. Anahitaji hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na leo nataka niwape siri hata vijana ambao bado hawajaoa, si ndio? Hii kuwa visionary haina maana ya kwamba uwe na pesa kumzidi yeye. Haina maana hiyo. Ina maana ya kwamba yani wewe uwe na maono ambayo yatafanya mambo yenu ya nyumba yaende. Kwa kama mwanamke ana elimu kuliko wewe, ana pesa kuliko wewe, mwanamke huyo anatafuta mwanaume ambaye atakuwa visionary. Ajue namna atakavyoipangilia ile pesa inayopatikana, izae nyumba, izae biashara, izae taasisi. Yaani hata kama hauna dhumuni, ukiwa wa namna hiyo, nenda kachumbie profesa. Lakini kama ni wa namna hii chenga, ujui maisha yako, yaani maisha yako yanakushinda wewe mwenyewe, mwanamke akija afanye nini sasa? Akusaidie nini? Yeye anatafuta
anatafuta kichwa cha nyumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya maneno ukiyafanya kikamilifu, I guarantee you heaven atakwenda kokote na. Haleluya, haleluya. Kwenda kwenye mahitaji ya mwanaume, si ndio? Mahitaji halisi, nimekuambia mahitaji halisi ya mwanamke ni tofauti na mahitaji halisi ya mwanaume. Hitaji halisi la mwanamume la kwanza kabisa ni kupewa heshima yake na kuthaminiwa. Hiyo ndio namba moja. Huyo mzee ukimdharau utaona mapembe yake. Anaweza akaondoka akakuachia mpaka watoto wako. Heshima. Hiyo ndio kitu namba moja kwa mwanaume. Na mwanamume asiyeheshimiwa hata kazi zake haziendi vizuri bila kuamua. Utamuona tu anachanganya mafaili akiwa ofisini huko. Hawezi kufanya, yana anavurugikiwa. Hata ndio maana unaona hata dunia sasa hivi imechanganyikiwa kwa sababu mfumo dume umekuja umewageuza wakawa kama madume. Sasa walipokuwa kama madume hawaheshimu tena madume, kichwa cha nyumba. Anataka amweke chini. Sasa kinachotokea, wanaume anapofanya hivi, ule uchungu wake anaweza asiumalizie kwako. Ndio hiyo anahamia kwa watoto. Anahamia kwa msichana wa kazi. Maana akishakosa ile manu, ile heshima yake, ana moyo wako unakuwa empty. Unaanza kutafuta ni wapi nikaponea. Maana anakuwa amejeruhika sana. Kwa hiyo heshima ni namba moja. Heshima ni namba moja. Unaweza ukampa mtaji mkubwa, lakini ule mtaji anaweza kwenda kuongea mwanamke mwingine. Kwa nini? Hajapata heshima kutoka kwako. Kwa heshima ni kitu cha muhimu. Umpe mtaji, umfuge, usimfuge, lazima umheshimu. Ukimheshimu umemnunua mwanaume. Atakaa kwako, atakufuata kama wale kondoo. Sisi kule kijijini kwetu, watu wa dunia wao kuna kondoo, wanaita kondoo wa maholelo. Amebeba spirit zote za mizimu na nini. Kwa hiyo kila anapokwenda anakondoa. Kwa ukitaka mwanaume usiende kwa mganga wa kienyeji, unataka kufuata, mheshimu. Mpe goti lake. Utashangaa. Na atakwambia chukua hela kwenye pochi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo ndio hitaji la kwanza. Hitaji la pili la mwanaume ni kupewa haki yake ya ndoa. Kupewa nini? Haki yake ya ndoa. Ni hatari sana kama tumekorofishana halafu natumia fimbo hiyo haki ya ndoa. Watu wazima nafikiri wanaelewa zaidi. Ni muhimu sana. Hiyo ni dawa kwake. Haki ya ndoa. Na ndio maana Paulo anaongea na Wakorintho wa kwanza ile sura ya 7 mstari wa 4 na wa 5, anasema mke hana amri juu ya mwili wake bali mmewe. Vivyo hivyo mume hana amri juu ya mwili wake bali mkewe. Msinyimane isipokuwa mmepatana kwa muda ili mpate faraga kwa kusali, mkajiane tena, shetani asije akawajaribu kwa kutokuwa na kiasi kwenu. Wataalamu wa biolojia wanasema hivi, ubongo wa mwanamume umebeba sana hivi vitu. Umeshika nafasi kubwa. Daktari yuko hapa, Dr. Arnold Maguriro, anaweza kukucholea ubongo wa mwanaume. Alafu akakuonyesha hizo cells za kimapenzi zilizoshika nafasi kwenye ubongo. Nafikiri kama 2.5
si urefu wa namna gani, ni haki. Wanaweza siwe sana. Kwa hiyo ni kitu cha muhimu sana. La tatu, katika ndoa mwanaume hapendelei kabisa kuwa na mwanamke kilanja. Mwanamke kilanja. Mwanaume anatafuta mwenza wa maisha na rafiki wa kweli atakayesaidiana na yeye katika mipango ya maisha, kuona inatekelezeka. Unajua sisi na mipango ni visionary, sio good manager. Manager ndio anaweza mipango ya kila siku inaendaje, lakini visionary anaangalia mipango ya watoto watakapoenda chuo kikuu, bado hajazaa, lakini anaangalia mipango ya watoto. Kwa manager sasa inabidi afanye mchakato, amsaidie huyu visionary kukamilisha. Kwa hiyo mwanaume anahitaji hilo. Ndio maana unaweza kukuta mwanamume mwingine hajaweza hata kununua kiwanja, lakini anapata mshahara mkubwa. Akioa tunashangaa kiwanja kinanunuliwa, nyumba inaanza kujengwa. Na wanaume ambao wanajichimbia wao wenyewe na pesa zao, ndio maana hata nyumba haziishi. Mpe mwanamke uone, lakini umpe baada ya kumtengeneza. Hata unaweza kushangaa zikaenda kwenye nywele, zikaenda kwenye mavazi, alafu uchungu unausikilizia. Wanaweza stresa. Kwa hiyo ni jambo la pili, lazima umsaidie mume wako kuona mipango yake inatekelezeka, na sio kumfrustrate, kumchanganya. Mapanga mwaka huu lazima tuanze msingi. Kwa hiyo badala ya wewe kumsaidia mwanze msingi, unamfrustrate. Hiyo ataanza kukutoa taratibu. Na pesa yako utashangaa utakuwa unaisikia kwa watu. Unaweza kushangaa kaanza kuficha hata mafao yake kadhaa. Maana ameshakuona huyu hana sana kwenye maisha haya tunayoendelea nayo. Kwa hiyo mwanamke lazima ujifunze kuwa supportive. Na hiyo ndio Biblia inasema kwamba Mungu atampa mtu wa kufanana naye atakayemsaidia. Wewe ni msaidizi, umsaidize mipango yenu ionekane inafanya kazi. Namba 4, ambao ni hitaji la mwisho. Hitaji la mwisho la mwanaume ni kupata usaidizi wa kazi za nyumbani, domestic support. Kama kuna vitu ambavyo hasa sisi wanaume wa Kiafrika vinatuchanganya, ni kukuta mtoto amejinyea halafu hasafishwi. Ni kukuta mtoto na msichana wa kazi wamegombana, halafu unasubiriwa wewe kuamua hiyo kesi. Hiyo ni ngumu sana kwa Afrika. Kwa Mwafrika mwanaume anahitaji domestic support. Asikute nyumba haijafagiliwa, asikute vyombo havijapikwa, havijasafishwa. Ni sawa, kuna wakati wa kusaidiana, lakini lazima uzingatie kama mama, nyumba iwe safi. Wataalamu wanasema mama ni pambo la nyumba. Wanaposema pambo la nyumba haina maana ya kwamba yupo tu. Maana yake ni mtu ambaye anaipangilia nyumba. Basi Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Hilo ndio neno letu la siku hii ya ndoa.